Hapo zamani za kale, katika ufalme wa Nubia, paliishi mfalme mmoja tajiri sana aitwaye Luqman. Luqman alikuwa na mke mrembo sana aitwaye Malkia Aisha. Mfalme huyo aliishi maisha mazuri mno na alikuwa mtawala mwema na mpenda watu sana. Katika ufalme wake, wakazi wa Nubia walifurahia maisha sana, kwa maana kulikuwa na vyakula vingi, shambani kulikuwa na mazao mengi, wafugaji walikuwa na mifugo wengi. Maisha yalikuwa mazuri kwa kila mtu na watoto walikuwa wakisoma shule nzuri sana. Kila mtu alihisi kuwa kuna usawa waliohakikishiwa na mfalme wao Luqman. Japo mfalme Luqman alikuwa mtawala mzuri sana na watu wa Nubia kumpenda mno, tatizo lake lilikuwa moja tu. Luqman na Malkia Aisha hawakuwa na watoto. Manake Aisha alikuwa tasa. Watafiti na madaktari walijaribu sana kumtibu, ila Aisha hakuweza kupata ujauzito. Jambo hili lilimpa mfalme Luqman msongo wa mawazo kiasi kwamba alishindwa kula na kulala siku nyingi. Siku moja, Malkia Aisha alimketisha mfalme Luqman chini, kisha kamwambia, mume wangu mfalme, unahitaji mrithi wako. Tumejaribu sana kupata mtoto na imekuwa tatizo. Naomba uoe mke mwingine ili akuzalie ndio tupate mrithi wa huu ufalme wetu. Mfalme Luqman alistajabishwa sana na kauli yake Malkia Aisha. Sikiza mke wangu, watoto na riziki ni Mungu anatubariki nayo. Mimi nataka utulie kwa maana na kupenda. Luqman alimjibu kwa utulivu, lakini mume wangu mfalme, sitahisi vibaya. Ukipata mtoto basi na kijakazi wetu tutaficha mambo tuseme ni mtoto wangu. Malkia Aisha alimsihi mume wake mfalme Luqman. Mfalme Luqman kwa kicheko alimjibu Malkia Aisha, mke wangu, basi afadhali nitafute kijana mmoja kwa vijana bora kule vijijini, nimwelimishe na aridhi ufalme huu. Hivyo ndivyo nimeamua. Malkia Aisha alitosheka na hayo majibu ya mfalme mume wake. Mfalme Luqman aliita Idris na Khalil ambao ni wafanyikazi wake ili awatume waweze kuchunguza vijijini ni vijana wepi bora ambao wanaweza kumrithi. Kwa kisiri walifanya uchunguzi na wakapata wavulana 4 bora ambao walikuwa werevu mno. Vijana hao walioteuliwa na Khalil na Idris toka vijijini waliitwa Hassan, Twaha, Muazzin na Ali. Idris na Khalil walipeleka watoto hao ikuluni kwa mfalme Luqman. Mfalme wangu, hawa ndio vijana bora ambao tumepata kutoka vijijini. Ni werevu, watiifu, wakarimu mno. Idris alisema, isitoshe mfalme wangu, wote hao wanatoka familia nzuri na ni wacha Mungu. Khalil aliongeza, mashallah, nafurahia mmefanya utafiti na mkapata walio bora kwa wote. Mfalme mume wangu, mimi naona wako sawa sana. Nitambulisheni, nataka kuwajua. Mfalme Luqman aliwaamrisha wavulana hao, mimi naitwa Ali, mimi naitwa Hassan, nami naitwa Twaha, nami ni Muazzin. Mashallah. Mfalme Luqman alisema, kama mjambiwa ni kipi kimoleta hapa, mjue nataka mrithi wangu, na huyo ndiye atakaye kuwa mfalme nitakapoondoka. Muhimu ni sharti mtoto huyo aelimishwe na asomeshwe ndiposa awe kiongozi na mfalme bora. Unanisikia? Naam mfalme. Wote kwa pamoja waliitikia. Mfalme bora yule anajua kukuza uchumi wa nchi na kuhakikisha kuna usawa na maendeleo. Nyinyi ni werevu, ila hiyo tu haitoshi. Mfalme lazima awe na huruma na watawala wake na awe msikivu kwa watu anaowaongoza. Tena huyo mfalme awe mwaminifu na asiwe mfisadi. Naam mfalme. Watoto hao
walitikia wakiwa na tabasamu tele. Ili niweze kuchagua kiongozi bora, ni sharti nichague mtu ambaye anajua kukuza. Malkia Aisha alirejea na bakuli iliyojaa mbegu ya maharagwe. Mfalme Luqman akawaambia wavulana hao, kila mmoja achukue mbegu moja. Yule atakayekuza hiyo mbegu na ilete ikiwa mmea ambao una afya tele, huyo ndiye nitakayewaachia ufalme wangu. Nataka kuona ni nani aliye bora kutunza kile alichopewa, atakuza ufalme huu na uchumi. Nimewapa wiki 5, kila mmoja alete mmea aliyokuza, aliye bora ndiye ataniridhi. Watoto hao waliokota mbegu ya maharagwe moja, kisha wakainamia mfalme wao na kuondoka kwa pamoja. Kila mtoto alipofika kijijini, walitafuta nyungu na kuweka mchanga ulio na unyevu na kupanda haragwe lile walilopewa na mfalme. Baada ya wiki 2, miche ya Hassan, Twaha na Muadhin ilikuwa imechipuka mchangani, na wakati huo Ali mbegu yake haikuwa imeanza kumea. Hii ilimlazimu kuchukua ile nyungu na kuiweka maji kiasi. Mama, mbona haragwe yangu halimei? Nimeweka maji na mchanga vile inafaa. Sijui tatizo liko wapi jamani. Labda hukuliwekea mbolea wala kulitoa nje kwa jua. Mimea hukua vizuri hasa ikipata hewa safi, maji, mwangaza tosha na rutuba mchangani. Zura, mamake Ali, alimwambia, Mama, nimeliweka mbolea tosha. Labda niitoe nyungu hii nje iweze kupata mwangaza na jua ndiposa imee vizuri. Sawa mtoto wangu, tia bidii, haragwe hilo litamea ukifata hayo maagizo. Moja kwa moja Ali aliondoka na kuiweka nyungu ile pahali pazuri penye mwanga, akiwa amejawa huzuni tele. Kadri siku zilipopita, huzuni wake ulizidi hata zaidi. Manake ilikuwa wiki ya 4 na haragwe lake halikuwa limemea. Mamake Ali alimtuliza na kumwambia kuwa awe mtulivu, na kama atafanya uadilifu bado wangefua dafu na kuweza kumridhi mfalme Luqman. Kwingineko, Hassan, Twaha na Muadhin walikuwa na mimea iliyokuwa imenawiri mno. Walikuwa wamejawa na tabasamu tele, na kila mmoja wao alikuwa na matumaini ya kuchaguliwa na mfalme Luqman. Hatimaye wiki ya 5 ilipokamilika, ilikuwa sharti wavulana wale kuipeleka mimea waliokuza. Walipokutana wote njiani wakielekea ikuluni, Hassan, Twaha na Muadhin walichekelea sana Ali, manake nyungu yake ilikuwa bila mmea. Ali alijitia moyo kwa kuwa alikuwa na maelezo mwafaka wa kujitetea nayo kwa mfalme Luqman. Walipofika ikuluni, wavulana hao walikaribishwa na wakapata mfalme ameketi na malkia wake wakiwasubiri tayari kukata uamuzi. Ikuluni kulikuwa na watu wengine ambao pia walikuja kushuhudia. Kama mmea wako umemea na umenawiri, vuka upande ule mwingine, mfalme Luqman aliamrisha. Hassan, Twaha na Muadhin wakavuka na kumwacha Ali akiwa na huzuni tele. Ali alinua mkono wake kwa uoga tayari kujitetea. Zungumza mara moja, mfalme Luqman alimwamrisha. Mfalme wangu, samahani nimefeli. Nimejaribu sana kuhakikisha haragwe langu linamea, lakini halikumea. Samahani mfalme wangu. Tupe mtihani mwingine na nakuahidi nitapita. Ali alisema huku akibubujikwa na machozi. Nanyi ambao mna mmea iliyonawiri, tuambieni mlifanyaje ndiposa mkawa na mimea yenye afya. Hassan akatangulia kusema, Mfalme wangu, mimi niliweka maji tosha. Twaha akasema, nami niliweka mbolea na mchanga safi na sio changarawe. Muadhin akaongeza kuwa, Mfalme wangu, mimi niliweka mmea wangu mahala panajua, ikamea na ikanawiri. Labda Ali ni mvivu na hakujua njia ya kukuza mimea. Nyamazeni mara moja. Mfalme aliamrisha kila mtu. Mimi nataka kujua ni kipi ambacho mmefanya tofauti naye Ali. Manake yeye
akafanya vivyo hivyo. Kuna mtu ambaye angetaka kukiri jambo fulani? Kila mtu alinyamaza. Je, basi Ali amepita mtihani, yeye ndiye atakaye niridhi. Mfalme Luqman alitangaza. Kila mtu alipigwa na butwaa, kukawa kuna mazungumzo ya chini kwa chini. Ila mfalme wangu, Ali atakuridhije na mmea wake hata huku chipuka mchangani? Khalil aliuliza. Itakuwaje amridhi mfalme ilhali hajui kukuza? Nyamazeni mara moja, msikizeni hekima ya mfalme wetu. Malkia Aisha alisema. Hassan, Twaha na Muazin wameanguka mtihani, kwa maana zile mbegu za haragwe nilizowapa zilikuwa zimechemshwa na kwa hivyo hazingemea. Kama vile kwa Ali, haragwe lile halikumea. Wale wengine waliona haragwe lao halimei, wakamua kuyabadilisha ili waje wanifurahishe. Ila Ali hakulibadilisha lile haragwe. Aliipanda na kuikuza, lakini halingemea kwa sababu lilikuwa limechemshwa. Kila mtu alishtuka kuyasikia hayo. Maarifa kweli. Wavulana hao wakaanza kuangalia chini kana kwamba wanaofia mfalme wao angewagombanisha, manake walikuwa wanajishuku wanahatia tayari. Ali pekee ndiye mwaminifu, manake hakulibadilisha lile mbegu. Iwapo unajua alijaribu sana kukuza hiyo mbegu ichipuke, ila haingemea kamwe. Ali ndiye mvulana mwaminifu na atakaye niridhi. Mfalme lazima awe mwaminifu, mkweli na si mdanganyifu. Idris na Khalil waliamrisha walinzi wa ikulu watoe wavulana hao watatu wadanganyifu mbele ya mfalme mara moja. Mfalme alimbariki Ali na akawa amejawa na furaha mno. Alimpongeza kwa uaminifu wake na akawa atamrithi ufalme mkubwa huo wa Nubia. Mwisho wa hadithi ya leo. Watoto, tunajifunza nini tokana na hadithi hii ya leo? Tujaribu sana tuwe waaminifu na si wadanganyifu. Kwa kila jambo na kila tukio, tujaribu sana kuwa watu wangwana na waadilifu, na tuthamini sana ukweli na si udanganyifu. Je, ni kipi ambacho wewe umejifundisha tokana na hadithi hii? Tuandikie tujue. Like, subscribe. Hadi wakati mwingine. Masalama. Tati TV, so much fun.